Lishe ya mtoto mara nyingi huathirika pale ambapo mama unakuta amekuwa mjamzito wakati mtoto yule bado mdogo. Huwa inaathirika kwa sababu gani? Kwa sababu wamama wengi wanakimbilia kuachisha mtoto. Haya, nishapata ujauzito naachisha. Na ukishamwachisha haumpi mbadala wa lishe bora. Hiyo itapelekea mtoto yule awe dhaifu na awe duni. Na hapo ndipo inapokuja ile dhana potofu ya kuwa mtoto huyo amedemenda. Kitaalam hakuna kudemenda wala sijui kufanyaje. Hakipo hicho kitu. Yaani nikitafuta hata research ni kudemenda in English au katika terms za kitaalam huwezi kukuta. Mtoto anapokuwa amekosa upendo wa mama. Tunajua kabisa unyonyeshaji unaweka bond nzuri kati ya mama na mtoto. Mtoto ile kitu anaikosa wakati bado ni mdogo. Unakuta bado yuko chini ya mwaka au bado chini ya miaka miwili. Anakosa ile bond ya mama na mtoto. Psychologically, kiafya anaafektiwa. Na ndio hapo ambapo inakuja anakuwa mdhaifu kuliko wengine. Lakini kitu kingine, mtoto huyu hapewi mbadala wa lishe kama hivyo nilivyosema. Alikuwa ananyonya, ameachishwa mapema na hapewi mbadala wa lishe bora. Lakini kitu cha pili ni kuwa mama anakuwa mbali na yule mtoto. Tunajua katika kipindi cha ujauzito kuna mabadiliko mengi ya mwili ambapo mama hawezi saa ingine kujisikia vizuri. Usiku saa ingine hujisikii kulala, hujisikii kufanya hivi. Kwa hivyo hiyo yote inamwathiri mtoto. Kwa hivyo kama umejigundua kuwa umepata ujauzito kabla ya muda, usiache kumnyonyesha mtoto. Endelea kumnyonyesha. Lakini unachohitaji kufanya ni kuongeza sasa lishe bora ili kwamba uweze kuhudumia wote wawili. Ni kazi kubwa sana. Unatakiwa kuhudumia huyu wa tumboni apate virutubisho, lakini na huyu pia ambaye ananyonya apate virutubisho, na wewe pia ubaki na afya njema na nguvu, kwa sababu hiyo sio kazi ndogo. Hapo ndipo unapohitajika kutafuta msaada. Tafuta msaada wa msaidizi ili awe anakusaidia katika kazi nyingine, ili wewe kazi yako iwe ni hivyo vitu viwili, kunyonyesha na kukulea ujauzito. Ila unapokuwa na kazi nyingi ndipo unakukuta unashindwa kumhudumia yule mtoto mdogo, na pia unashindwa kupata muda wa kupumzika kwa ajili ya kulea ujauzito wako. Unakuwa unakosa hata nguvu ya kula wakati mwingine. Kwa hiyo cha kwanza, zidisha upendo kwa mtoto. Mtoto wote tena, yaani ukishaona hivyo unatakiwa umpende zaidi ya ulivyokuwa unampenda kabisa. Mkaribie zaidi, kuwa karibu naye sana. Itamsaidia kubaki na ile afya yake njema. Mnyonyeshe vizuri. Kama hauna changamoto yoyote. Ila ukiwa na changamoto yoyote, fika kwenye kituo cha huduma, upate ushauri zaidi. Kama labda mimba inatisha kuharibika ama unapata changamoto yoyote katika unyonyeshaji wako, fika kwenye kituo cha huduma za afya. Ila kama ujauzito unakuwa vizuri na hakuna shida yoyote, wanyonyeshe wote wawili mpaka pale utakapokuwa unajifungua. Utaangalia wewe mwili wako unaendaje na yule mtoto pia anapokeaje. Wapo ambao wana react vibaya kutokana na kuwa mwili una mabadiliko, na maziwa pia yanaweza yakabadilika content zake pia. Kuna vitu vinaweza vikapungua, homoni zinakuwa hazijakaa sawa. Kwa hiyo inaweza ikatokea mabadiliko. Kwa hiyo endelea kunyonyesha huku unasoma mabadiliko ya mtoto. Kama ukiona inamkataa, anaharisha na kadhalika, ni better kwa stop. Na ukishaacha, kama mtoto yule bado chini ya mwaka hajafika mwaka, tafuta maziwa ya kopo. Tafuta maziwa ya kopo ya mbadala wake, niongezee ili aweze kukua vizuri. Akifika mwaka, mwanzishe maziwa ya ng'ombe, uji wa lishe uendelee, vyakula mchanganyiko viendelee, itamsaidia sana huyu mtoto kuwa na afya njema. Lakini kama kuna kitu chochote hukielewi katika vitu vyote hivyo, basi nitafute nizidi kukushauri, lakini fika kwenye kituo cha huduma waelezee, lakini usikimbilie kumwachisha mtoto kwa kujiambia mwenyewe. Fika kwa mtaalamu wako, atakushauri. Mnyonyeshe, kwa sababu hata kipindi cha ujauzito pia maziwa yanaendelea kuzalishwa. Yanaendelea kuzalishwa, mwingine anavuja kabisa kabla hata hujajifungua. Kwa hiyo yale anavuja, endelea kumnyonyesha yule mtoto mwingine. Na ukijifungua unaendelea kunyonyesha wote wawili, anakuwa mapacha wa nje. Ndio maana hapo watu wanaita mapacha wa nje. Wanaendelea kunyonya wote, hakuna shida yoyote. Ila kama ujauzito unaleta changamoto fulani ambazo zinakushinda, better usijichoshe, yani usijifanye shujaa. Mwachishe ndio sawa, tafuta mbadala. Usimwache hivi hivi. Tafuta mbadala wa maziwa ya kopo kama hajafikisha mwaka, na kama amefikisha mwaka basi endelea na lishe na maziwa ya ng'ombe. Itakusaidia kuwa sawa wewe na mtoto. Mpende sana, kuwa naye karibu sana, kuwa naye karibu. Itamsaidia kutokuwa affected kisaikolojia na kiafya.